tulionayo katika Dira ya Dunia. Waziri wa ulinzi wa Marekani asema mashambulizi dhidi ya Iran yataongezeka na taifa hilo litashuhudia mashambulizi makali zaidi tangu kuanza kwa vita. Na je, mkakati wa serikali za Afrika Mashariki hasa kwa uchumi wa mataifa utakuwa upi huku taharuki ya vita ikizidi kutanda? Tuweze kuhakikisha kwamba tunafanya biashara sisi wengine moja kwa moja, na pia tuanze kuwazia njia mbadala ya kupata kawi kuliko tu kutazamia na kutegemea mataifa kama ya Guba. Kiongozi wa kijeshi wa Madagascar amevunja serikali katika hali ambayo haikutarajiwa na kumfuta kazi waziri mkuu pamoja na baraza lote la mawaziri. Na ni kwa nini msitu maarufu wa Kenya uliopo jijini Nairobi wa Karura umezua gumzo miongoni mwa wananchi baada ya shughuli fiche za hivi majuzi? Hakuna hofu ya msitu inaenda. Msitu iko salama salamini. Kuna kitu mbaya inafanyika Karura. Ila tu ni nasari inapanuliwa na barabara zinawekwa za kuosi the service na ndina wa kutengeneza image. Viwanjani, Liverpool wasema jeraha la kipa wao si jambo kubwa licha ya kukosa mchezo dhidi ya Galatasaray ligi ya mabingwa Ulaya. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwate. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa mashambulizi dhidi ya Iran yataongezeka zaidi na leo kutakuwa na mashambulizi mazito zaidi tangu vita hivyo kuanza. Hegseth amesema kuwa Iran imefyatua idadi ndogo zaidi ya makombora katika masaa 24 yaliyopita na mashambulizi ya Marekani yataendelea hadi pale Iran itakaposhindwa kabisa. Israel pia imeendelea na mashambulizi yake huko Iran ikishambuliwa kwa mabomu makali usiku kucha. Wakazi wa Tehran wamesema kwamba mji mkuu ulikuwa giza kabisa kwa muda baada ya kukatika kwa umeme. Aidha, Hegseth amesema kwamba serikali ya Iran inakimbilia kutengeneza bomu la nyuklia, lakini rais wa Marekani Donald Trump hatawaruhusu. On day 10 of Operation Epic Fury, we are winning. Katika siku ya 10 ya operesheni Epic Fury, tunashinda kwa kuzingatia malengo yetu kwa nguvu na bila kukoma, ambayo ni yale yale tulioanzisha kwenye maelezo yangu ya kwanza hapa kuhusu operesheni Epic Fury. Malengo hayo ni rahisi kueleweka na tunatekeleza kwa ukali na bila huruma. Ni kuangamiza akiba ya makombora yao, mashini za kuzindua makombora na viwanda vya ulinzi, makombora na uwezo wao wa kuyatengeneza. Pia kuangamiza jeshi lao la majini, kuzuia Iran kabisa kupata silaha za nyuklia tena kwa umilele. Permanently deny Iran nuclear weapons forever. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linasema kwamba zaidi ya watu 100,000 wamekimbia makazi yao kutokana na vita nchini Lebanon kwa kipindi cha siku moja tu. UNHCR inasema kwamba kwa jumla zaidi ya watu 600,000 sasa wamejisajili kama waliokimbia makazi yao. Israel ilianza mashambulizi makubwa ya mabomu dhidi ya Lebanon baada ya kundi linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah kutuma makombora na ndege zisizo na rubani kwenda Israel kama hatua ya kuunga mkono Iran. Sasa serikali ya Lebanon imeomba tena kufanyike mazungumzo ya moja kwa moja na Israel kuhusu kumaliza mzozo huo. Wachezaji 5 wa timu ya wanawake ya mpira wa miguu ya Iran wamepewa visa nchini Australia. Inaaminika kwamba timu hiyo inarejea Iran, huku wanaharakati wa Iran walioko Australia wakipaza sauti wakisema kwamba waokoeni wasichana wetu wakati kocha wao alikuwa anaondoka. Sasa baadhi ya wachezaji walionekana wakiziba masikio yao kwa mikono. Wafuasi wa serikali ya Iran walikuwa wameshtumu timu hiyo kwa uhaini baada ya wachezaji kukataa kuimba wimbo wa taifa kabla ya mchezo wao wa kwanza. Hata hivyo waliimba wimbo huo katika michezo yao miwili ya mwisho, lakini timu hiyo ilitolewa kwenye mashindano ya AFC Women's Asian Cup siku ya Jumapili. Ripoti mpya kutoka chuo kikuu cha Yale inasema kwamba RSF ilisababisha kwa maksudi njaa kwa jamii za wakulima wakati walipouzingira mji wa El Fasher. Watafiti waligundua kuwa wapiganaji wa RSF walishambulia vijiji 41 kati ya mwezi wa Machi na Juni mwaka 2024, huku baadhi ya vijiji vikilengwa mara kadhaa katika kipindi hicho. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi.
Uchunguzi unasema kuwa ushahidi wa kisayansi unaonyesha uchomaji mkubwa wa vijiji vilivyozunguka El Fasher. Aidha, watafiti pia walifuatilia kupungua kwa kasi ya uzalishaji wa chakula, kwani wakazi wengi waliuawa na walikimbilia makazi yao na mashamba yakabaki bila kulimwa. Ripoti hiyo inahitimisha kuwa mashambulizi ya kimfumo dhidi ya vijiji vinavyozalisha chakula yalikuwa sehemu ya mkakati wa makusudi wa kusababisha njaa. Ripoti hiyo inaafikiana na matokeo ya Umoja wa Mataifa kwamba RSF ililenga kwa makusudi makundi yasiyo ya Kiarabu, hasa jamii za Gahawa na Fur. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa kijeshi wa Madagascar amekanusha kufanya mapinduzi ya serikali. Hii ni baada ya kumfuta kazi waziri mkuu wake pamoja na baraza lote la mawaziri siku ya Jumatatu. Kanali Michael Randrianirina ambaye alichukua madaraka mwezi wa Oktoba mwaka jana baada ya aliyekuwa rais Andry Rajoelina kuondolewa madarakani kufuatia maandamano yaliyoongozwa na vijana almaarufu Gen Z, hajatoa sababu ya kuchukua hatua hiyo. Amesema kwamba madaraka yalihamishwa kwake na mahakama ya katiba ya Madagascar na ameahidi kipindi cha mpito cha miaka miwili chini ya mpango uliotangazwa mwezi Februari. Na watu wasiopungua 14 wakiwemo wajeshi 10 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi yaliyoratibiwa dhidi ya kambi za kijeshi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Vyanzo vya usalama vimeiambia BBC kwamba wanamgambo wanaoshukiwa kuwa wa Kiislamu waliteka baadhi ya kambi hizo katika jimbo la Borno, wakichoma moto majengo na magari ya kijeshi kabla ya kutoroka na silaha. Aidha, msemaji wa jeshi la Nigeria amesema kuwa maeneo yote yaliyoshambuliwa kwa sasa yako chini ya udhibiti wa serikali. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari imesoma kwako na Phyllis Mote akiwa Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Inakujia kupitia FM na redio ya shirika mbalimbali Tanzania ni Abud FM, Radio Kwizera, CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Lolondo FM na Zenje FM. Visiwani Zanzibar, Kenya ni Mast FM, Mwenedu FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM na Gulf Radio. Uganda ni Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Vile vile unaweza kutupata kwenye tovuti ya BBC Swahili, ukurasa wa Facebook BBC News Swahili. Leo hii uko nami Sarafina Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Karibu Skola. Na asante Sarafina na kukaribisha kwa mara nyingine msikilizaji, tukiangazia taarifa mbalimbali tulizokukusanyia kwa kutwa nzima. Tukianza na habari kuu ambapo wapiganaji wa kimapinduzi wa Iran wamepuuzilia mbali kauli ya Rais Donald Trump kwamba vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran karibu vimekamilika. Wanasema wao ndio wa kumaliza vita hivyo na sio wa Marekani watakaoamua mwisho wa uhasama huo. Teheran imerusha ndege zisizokuwa na rubani na makombora zaidi kwa nchi jirani za Ghuba. Zaidi na Elizabeth Kazibure. Hegseth anasema hatua hii ya Marekani si mfano wa ujenzi usio wa mwisho wa taifa ulioonekana chini ya marais wa Marekani wa awali George W. Bush na Barack Obama. Amesema kwamba Marekani inapata ushindi wa kipekee kwa ufanisi mkali, udhibiti kamili wa anga na dhamira isiyovunjika ya kufanikisha malengo ya rais. On day 10 of Operation Epic Fury, we are winning. Katika siku ya 10 ya operesheni Epic Fury, tunashinda kwa kuzingatia malengo yetu kwa nguvu na bila kukoma, ambayo ni yale tulioanzisha kwenye maelezo yangu ya kwanza hapa kuhusu operesheni Epic Fury. Malengo hayo ni rahisi kueleweka na tunayatekeleza kwa ukali na bila huruma. Ni kuangamiza akiba ya makombora yao, mashini za kuzindua makombora na viwanda vya ulinzi, makombora na uwezo wao wa kuyatengeneza. Pia kuangamiza jeshi lao la majini, kuzuia Iran kabisa kupata silaha za nyuklia tena kwa umilele. Permanently deny Iran nuclear weapons forever. Hegseth amesema kuwa Iran imefyatua idadi ndogo zaidi ya makombora katika kipindi cha saa 24 tangu vita vilipoanza. Aidha, amesema kwamba kiongozi mkuu mpya wa Iran Mujtaba Khamenei itakuwa busara kusikiliza ujumbe wa Donald Trump wa kutotafuta silaha za nyuklia. Wakati huo huo, masoko ya hisa barani Ulaya yameanza kupanda mara tu baada ya kufunguliwa kwa biashara. Raia wa Iran katika mji wa Tehran wameeleza jinsi walivyojikuta wakiwa katika giza totoro kufuatia mashambulizi makali ya usiku. Life under the shadow of Israel and America's bombs. Maisha chini ya kivuli cha mabomu ya Israeli na Marekani inatuangamiza polepole. Hatutaki vita. We don't want war.
Kila tunaposikia mlipuko, sehemu fulani ndani yetu hufurahia kwamba utawala wa Kiislamu uliojaa ufisadi unakaribia mwisho wake. Hata hivyo, tuna hofu kwamba huenda wapendwa wetu wasitoke salama katika hatari hii. I don't have much hope in the current state of affairs. Sina matumaini makubwa katika hali ya sasa. Naona mustakabali wenye giza mbele yetu, kwa sababu hakuna upande unaokubali kurudi nyuma. Israeli haina malengo yaliyo wazi.